Cha kwanza, moyo wa mtu umebeba kitu kinaitwa dhamiri, conscience. Na katika dhamiri ndipo hukumu kati ya mema na mabaya ipo. Roho Mtakatifu anapoanza kumtembelea mwanadamu, anashughulikia dhamiri. Na Roho Mtakatifu anaitumia sana hii eneo la dhamiri kumtiisha mtu, kumfundisha, kumuonya na kumwelekeza. Namba 2, moyo wa mtu umebeba kitu kinaitwa ibada, devotion, mahali pa ibada. Yaani kila mwanadamu ameumbiwa mahali pa kujitiisha chini ya mamlaka fulani isiyoonekana. Kwa Mkristo au sisi tunaoamini, tumejitiisha katika ibada ya Mungu wa Biblia. Tunaamini katika Mungu wa Biblia, tunamwabudu. Kuna mwingine anaamini katika miti, anafanya devotion katika miti. Kuna mwingine anaabudu katika mizimu. Kwa sababu mwanadamu ameumbiwa ibada. Kama hata muamini Mungu au hata mwabudu Mungu wa Biblia, lazima kutakuwa na kitu ambacho atakachokiamini. Namba 3, moyo wa mwanadamu umebeba kitu kinaitwa imani, belief. What do you believe in? Kuna watu wanaamini katika Mungu, kuna wengine wanaamini katika sayansi, kuna wengine wanaamini katika evolution, mageuzi. Namba 4, moyo wa mwanadamu umebeba kusudi. What is your purpose? Na kwenye kusudi ndiko kuna maamuzi. Kwenye kusudi ndipo kuna maamuzi thabiti ya maisha ya mtu. Sasa ndio maana tunapozungumzia moyo, tunazungumzia kitu kikubwa sana ambacho kinaamua maisha yako, kinaamua ustawi wako hapa duniani, kinaamua namna gani ya kuingia na kutoka wakati unajiandaa na ile safari ya maisha ya milele. Kwa ndugu yangu, katika moja ya vitu ambavyo vitakusaidia sana mwaka huu au kwenye maisha yako ni namna ya kulinda moyo wako. Ndugu zangu, tunaishi katika dunia ambayo Biblia inasema upendo wa wengi umepoa. Unajihitaji wewe uwe timamu ili uweze kutimiza kusudi lako. Unahitaji wewe kuwa kwenye right state of mind ili uweze kulea familia yako. Unahitaji kuwa kwenye utimamu wa hisia na akili ili uweze kulea hiyo ndoa na kutunza hiyo ndoa, ili uweze kuishi na watu katika jamii. Sasa utaishije kwenye jamii wakati moyo wako umevunjika? Ni ukweli usiopinga, sasa hivi watu tunatembea na maumivu makali ya moyo. Watu wameumizwa, watu wamejeruhiwa,